Nadhani unakumbuka Young Africa ilizuiwa kusajili na ilikuwa ni kama miezi miwili nyuma ambayo ilipita, barua kutoka FIFA ilikuja, zuio la Young Africa kusajili wachezaji wapya nje na ndani ya nchi. Walifanya kosa gani? Nitakuja kukuambia hapa, lakini habari njema ni kwamba FIFA siku ya jana wameifungulia Young Africa kuweza kufanya sajili zao. Hii imekaa vipi? Hebu tuende tukupitishe kwa uzuri kabisa. Mabingwa wa ligi kuu ya Tanzania Young Africa wameondolewa rasmi zuio la usajili lililowekwa na shirikisho la soka duniani FIFA baada ya klabu hiyo kumaliza matatizo yaliyokuwa yamesababisha adhabu hiyo ambayo ilipelekea kuzuiwa kufanya usajili. Young Africa ilifungiwa kusajili wachezaji wapya kutokana na masuala mawili tofauti. Hebu tutazame. La kwanza, klabu hiyo ilidaiwa kukiuka taratibu za FIFA za usajili baada ya kutokuwasilisha uthibitisho wa malipo ya uhamisho ya wachezaji katika mfumo wa Transfer Matching System, yani TMS kama ilivyoripotiwa. Swala la pili ilihusisha aliyekuwa mshambuliaji wake wa Young Africa Lazaro Kambole ambaye alipeleka klabu hiyo FIFA akidai malimbikizo ya mshahara na malipo ya kuvunja mkataba wake. FIFA ilitaka Young Africa kumaliza suala hilo ndani ya muda uliowekwa, lakini baada ya kutokutelekeza kwa wakati, klabu hiyo iliwekewa zuio la usajili. Adhabu hiyo iliyotolewa na FIFA ilikuwa zuio la Young Africa kusajili wachezaji wapya ndani na nje ya nchi hadi pale ambapo watakapokamilisha masharti ambayo yaliwekwa na FIFA. Na nikwambie tu ya kwamba kuanzia sasa tunavyozungumza Young Africa zuio hilo limeshatolewa na wameshakamilisha kile ambacho kilikuwa kimesababisha Young Africa kuweza kuingiza sajili mpya katika msimu mpya ambao tunauelekea. Na kumbuka pia baada ya kumaliza malipo hayo, hatua ya madai ya kupelekwa FIFA, FIFA pia imethibitisha kuondolewa kwa zuio hilo na kwa sasa klabu hiyo iko huru kuendelea na kusajili wachezaji wapya kuelekea msimu mpya. Nikukumbushe kuna timu ambazo Tanzania zilikutana na kipigo hicho, ambapo ilikuwa ni Young Africa, ilikuwepo ni Tabora United na ni Fountain Gate pia, yes, ilikuwepo. Kwa hiyo hivyo ndio timu ambazo zilikuwepo kwenye zuio hili. Sijajua maendeleo ya timu hizi zingine kama wamemaliza lile swala ambalo lilikopo FIFA ama imekuwaje, lakini habari njema ni kwamba kwa mashabiki wa Young Africa sasa wako huru kuweza kusajili wachezaji wapya, na mpaka sasa kuna tetesi nyingi na nzuri ambazo zinakuja mjini kwa Young Africa kwa sajili zao ambazo wanazifanya msimu ujao. Tayari wameshakamilisha usajili wa kocha Mankoba Ngisi. Bana, jina hili gumu kweli kweli, lakini ni kocha hatari sana. Ni kocha ambaye nilitoka kuelezea siku za nyuma kwamba ni kocha ambaye haangalii mchezaji pendwa kwenye timu, haangalii kwamba mchezaji fulani anapendwa basi ndo amchezesha. Hapana, anaangalia mchezaji yule ambaye anaonyesha nafasi, anaonyesha kujituma na anaonyesha kufanya kitu ama kuleta mabadiliko kwenye timu. Kuelekea msimu ujao tutaona vita kubwa sana katika msimu ambao tunauelekea, Simba pamoja na Young Africa. Na Simba pia kama alivyomaliza msimu akiwa na makombe mawili, ni tofauti na misimu mingine. Kwa hiyo Simba Sports Club ni kama wameanza kurudi kwa kasi, na wakirudi hivi ni tishio kwa Young Africa na pamoja na vilabu vingine huko shirikisho pamoja na klabu bingwa. Kwa hiyo itakaa vipi? Tutatazama kuona kile ambacho Young Africa watakifanya, lakini habari njema ndio hiyo ambao nimeamua nikupitishia kwamba Young Africa wameondolewa lile zuio la kuweza kusajili na mambo yako vizuri kwa sasa. Bana, usisahau kusubscribe.